Hello good people, karibu tena katika One Tech Academy, na leo tutaenda kufanya person setup kama nilivyozungumzia katika kipindi kilichopita. Leo tutafanya kuandaa mazingira ya kuandikia kodi yetu. Kwa hata kwanza leo tutaenda kudownload Python. Kwa nini tuweze kudownload Python? Kwa kuwa tunahitaji interpreter. Interpreter ndo kitu msingi sana ambacho tunaweza kusaidia kulani kodi zetu zote za Python. Unaona? Kwa tutaanza hapo. Ili uweze kuandika kodi yenye ufanisi, unahitaji mazingira ya kazi au environment iliyosawazisha vyema kwa ajili ya usahihi na kasi. Unaona? Kwa tutaandaa mazingira yote. Kabla hujaanza kitu chochote kwenye kuandaa mazingira, cha kwanza kabisa tutadownload Python. Unaona? Kwa hiyo kama nilivyozungumzia hapo, kuna two pillars of development. Kuna in our case tuna Python interpreter na code editor IDE. Lakini kwenye hii video tuta concentrate only katika kudownload Python interpreter. Kwa bwana, hatua ya kwanza tenda kwenye browser yako hapo, uta search kwenye browser Python hapo, utaingia kwenye official website hiyo ya kwanza kabisa python.org. Hiyo ndio official website ya Python. Utaingia hapo shaingia hapo, hiyo ndio itakuletea mambo kama hayo. Kwa sisi tutaenda moja kwa moja kwenye downloads. Sasa kwenye downloads watakwambia pale load your Python your version for Windows ama ni latest version. Kwa kitu tufanye sisi tutadownload hiyo Python installer manager for Windows, looking Python for different OS, Python for Windows, scenario installer. Lakini tutadownload kwa Windows. Tutaklik hapo kwenye logo ya Windows. Tunapo kwenye release mbalimbali, kuna version mbalimbali hapo zimetoka. Lakini inashauriwa sana usidownload pre-release kwa sababu inakuwa so stable. Sijafanywa testing nyingi, kwanza download hata version 2 nyuma au moja nyuma, kwa sababu ile latest version inakuwa mara nyingi so stable. Unaona? Zingine zimekuwa ndo more stable. Kwa kuna stable release ambayo kuna Python ya Mei 10, 2026. Download hata hii hapa hii Windows installer hiyo 64 bits itaanza kudownload hapo. Kwa tutasubiri hapo, hii itamaliza kutokana na internet speed yako, lakini kwa sababu mimi tayari nisha download na nisha install, mimi na kuendesha tu procedure hapo. Kwa haitaja mimi ina maana mimi kuinstall tena wala kudownload, lakini ukishamaliza kudownload hapo utaona faili kama hii hapo kwenye window yako au kwenye kompyuta yako itakuwa imeingia. Hapa ni Python hilo hapo, Python ndika Python na version mbele hapo na MD64. Unaona? Hilo hilo faili ndalilani as administrator, ndio atuza kwanza kuweza kufanya installation ndalani as administrator. Tabenya yes. Kwa mimi nisha download haitanipa zile installation procedures, lakini kwako huko kama download bado itakupa zile installation procedures. Unaona? Kwa mimi sitaweza kufanya chochote huku. Zaidi kwako huko utakupa some option ambayo utabenya next. Kwa option but kuna option moja tu hapo ambayo ya kuadi environmental variables ambayo utatiki kuadi hiyo environmental variables ya Python yako na install. Sababu gani na muhimu? Inasaidia wewe ukisha install Python uanze kuikuta globally. Kwenda kwenye CMD utaikuta, ukienda sehemu yote utaikuta, itakuwa globally kwenye kompyuta yako. Umeona? Kwa hiyo ndio inavyosaidia. Kwa mimi sitafanya installation kwa sababu kwa kuwa bado tayari mimi ninayo Python. Lakini wako huko kama hauna Python lazima uweze kuinstall kwanza Python na kufanya installation. Kama nilivyozungumzia, leo tutaandika our first code in Python. Na leo kila mtu atafanya kitu amazing kidogo. Kila mtu ataandika code. Kwa hiyo ninachofanya hapa unaifanya. Kwa ukishafanya installation ya Python hapo, nenda kuangalia kweli installation imekamilika. Kwa asante, kwanza ndaingia kwenye command prompt au CMD ya kompyuta yako. Naenda taratibu hapa tusiachane. Kwa ndaangalia ile version gani ya Python ipo. Kwa utaandika tu neno la kawaida Python version kucheki ni kweli Python imebi installed. Sasa nikwambia umuhimu wa kuinstall Python globally. Umuhimu wake ni kwamba ukiinstall Python globally hadi kwenye hadi ile version yako nikwambia hadi
kwenye environmental variables huku utaikuta, lakini usipoweka ile option huku hauwezi kuikuta Python. Umeona? Kwa maana nakwambia ile option ni muhimu sana. Kwa utaikuza window hiyo. Kishaona kama Python tumesha install. Leo tutarani kodi yetu ya kwanza ya Python kwenye command prompt. Ni maajabu kidogo. Watu wengine hawajui option. Tutarani leo. Tutaandika tu hapo Python. Umeona? Andika hapo Python, tuweka enter. Andika maneno hapo. Kwa hiyo inatupa our chance ya kuandika program zetu za Python hapo. Na leo tutafanya program fupi kabisa ya kuweza kumsaidia mtu andike jina lake kutumia Python. Tuna command computer yetu iandike jina hapa kwenye screen kutumia Python. Kwa sababu kwa sasa hivi mazingira tumeshaandaa, tuna Python interpreter tayari imo ndani na tusha install kila kitu, kwa maana imetupa hiyo option. Kama uja install au hujadi kwenye environmental variables, hiki kitu hakitawezekana. Kwa hiyo lazima unapofanya installation utiki hiyo option ya query environmental variables ili iweze kuona kwenye command prompt. Hata baadaye huko hiyo Python inaenda kutenda kwa access globally. Kwa hata hapa tunaweza kuitumia Python kwa command prompt. Umeona? Unaona muhimu wake sasa. Kwa hapo tuta print our first code ya Python. Kwa kila mtu uta print jina lako. Uta print hapo jina. Kwa uta print, utaandika print hapo. Sasa usihofu chochote. Hii print ni function fulani ambayo inatumika kwenye Python kwa ajili ya kushow output fulani kwenye screen. Umeona? Na mara nyingi ukishaandika hiyo print, utaandika unataka uprint kitu gani? Utaandika hivi, ndani double quote, utatoa kitu gani unataka kuprint. Sasa wewe print jina lako hapo, na mimi nita print jina langu hapo. Mr. George Wandola. Print jina lako lolote vile. Hadi nafasi unapopenda, unaweza kuprint chochote, maandishi yoyote unayotaka hapo. Just ni option yako. Umeona? Kwenye other programming language ukishaandika hizi ni kwa word semicolon, lakini kwa Python hatuna kitu kama hicho. Pia double quote au single quote zote kwenye Python zinakubali. Umeona? Kwa nikilani hapo ita print jina langu. Kwa hiyo unaweza ukajithibitishia kwamba ile double quote na normal quote zote zinakubali kwenye Python. Lakini kwenye other programming language hichi kitu kitagoma. Kwa hiyo lazima nataka repeat kitu kingine, labda subscribe kwenye channel yetu, subscribe kwenye channel yetu. Tutafunga hapo. Wala, mambo ni mazuri. Tumeweza kufanya na kuprint hapo subscribe kwenye channel yetu, na tumeandika kodi yetu ya kwanza ya Python. Tumeweza kuongea na kompyuta. Kinachofurahisha hapa, unaipa command computer, unaongea na logical circuit ndani mule, unaongea na processor, unaongea na digital circuit mule ndani, unamwambia hey computer do something. Umeona? Kwa hiyo computer inakufanyia ile kazi unayoipa. Ndio raha ya programming. Unaipa task fulani computer. Umeona? Sitaki video iwe ndefu, hapa tutakuwa na mwisho wa video yetu, na in the next session tutajifunza jinsi ya kitu kinaitwa IDE, Integrated Development Environment, na usiofu tutaenda kuelewa kila kitu. Na next video pia tutaandika some codes ambazo ni interesting kidogo. Kwa stay here na usisahau kusubscribe ili kuweza kupata video zetu nzuri zinazokuja. Pia usisahau kuadd comment, kwa kuwa comment zako ni muhimu sana. Based on your comment itatusaidia on the future tufanyaje au tuongeze wapi improvement. Asante sana.